kabla sijakuwa mbunge tuliface situation kama hii, na hata kuna watu wakaniambia ukilizungumza hili jambo wewe ni mara yako ya kwanza kutaka kuwa mbunge, utajikosesha kura. Roho yangu haikunipa kunyamaza kimya na nikalilizungumza, kwa sababu usipomzungumzia mwenzako wakati waona wazi ya kuwa kuna dhulma na kuna hikma na kuna njia ya kumwangusha, kesho wewe hakuna atakaye kuzungumzia wakati wewe uko katika shida hizo. Wakati kila mmoja ananiambia mimi nisilizungumze hili jambo wakati mimi sijakuwa mbunge, leo hii mimi nimekaa hapa nikajikumbusha kwa pale hata mbunge sijakuwa na nikaweza kumtetea mwenzangu. Leo Mwenyezi Mungu amenijalia mimi ni gavana. Wale ambao kwamba walosema hali yangu ya kisiasa itaanguka nikijaribu kutetea hili jambo, itakuwa sasa iweje? Mwenyezi Mungu amenijalia leo sasa hivi mimi ni gavana wa Mombasa. Na siku zote ukweli mwishowe huja ukainuka wenyewe. Ukweli si kiwete ambacho kwamba wahitaji kijiti kuweza kuisaidia. Ukweli uzamisha unavyouzamisha, lakini mwisho wa kwisha ukweli huja ukaja ukadhihiri wenyewe. Leo hii ndugu yangu, mwandani wangu yule ambaye kwamba alikuwa katika ofisi hii kabla mimi, nimeona hawa wengine, yule alikuwa deputy president la kwanza la pili, huyu ni drug dealer. Na watu wanasema ya kwa mimi nikimtetea nitakuwa na iharibike hiyo siasa, lakini ukweli nitauzungumza. Kwa sababu wanaomjua Hassan Ali Joho katika hii Mombasa wanajua wazi ya kwa mambo haya yote yanayozungumzwa ni urongo, ufatani hali ya juu. Angalieni, wakati huyu alikuwa ni deputy president, alipokuja hapa Mombasa aliita viongozi wote ya kuwa ni drug dealer. Alipokuwa deputy president hatukuona hata mtu mmoja anshikwa akakamatwa ya kuwa drug dealer. Nisikizeni kwa makini. Wakati Hassan Ali Joho aanza kupatiwa waziri, kuleta tu ule ufatani, la kwanza, utavaa vipi kofia mbele ya rais? Nisikizeni. Unkuaje ukavaa kofia mbele ya rais? Yule Hassan Ali Joho akavua. Juzi nilikuwa na mimi niende huko New York, huko ambapo kwamba wamesema kwa Hassan Ali Joho amekatazwa kwenda Amerika. Kubali ukatae, alikwenda pale kama waziri wa uchumi samawati na waziri wa madini. Hukuona lote lile alilozungumza, hukuona mikutano ambayo kwamba aliweza kuyafanya na mawaziri wa dunia nzima, hukuona jinsi alivyoweza kuiuza hii Kenya nzima. Lakini lile uliloliona wewe ni kwa alkoi wala njugu. Ni kweli wala njugu, ankula njugu. You know, this is how petty some people can be. Wewe hukuona wala hukuzungumza ya kwa huyu ametoka hapa. Urongo wenu mulisema ya kwa hawezi kwenda Amerika, ankwenda Amerika, ankutana na mawaziri wa dunia nzima, ankutana na marais wa hali na mali katika sehemu zote zile ambazo kwamba ziko. Hukuona yote aliyofanya, hukuona mipangilio aliyoweza kuyaleta, hukuona hii leo katika ushirikiano wa serikali ya kaunti na serikali kuu ile ambayo kwamba tuko nao leo. Kuna bandari ya samaki tunaijenga sehemu ya Kisauni. Leo hii mimi kesho kutwa naenda hapa Palikoni, nitafungua soko ya samaki. Tunajaribu kuleta fedha nyingine. Yote haya ukiyaona, uliliona lile la kula njugu peke yake. Ni kweli ankula njugu. Tena njugu alipewa zawadi na watu wa Likoni, pia hilo kaliseme. Alipewa zawadi na watu wa Likoni, akaambiwa ukifika kule saa nyingine huwa masaa mingi wewe binadamu kula njugu. Kweli alikula njugu.
Na kama walikuwa hawakubaliwi kula njugu, wangeandika pale ya kwa hamna yoyote anayefaa kula. This is how petty people are. Hebu nisikizeni, you know, this yani tumefika level, it is miserable. Our politics has been turned to a lot of misery. Juzi sijui vyombo vya habari vimekwenda, mimi kama Abdulswamad Sharif Nassir sasa hivi nikitoka hapa nitapiga picha na kwa siku moja mimi ni gavana, sijajaliwa kwa waziri, licha yule ambaye kwamba alikuwa ni mbunge akawa gavana, sasa hivi ni waziri, yupigwa picha na watu kila aina. Mimi sijui nitapigwa picha na watu wangapi. Kuna yule ambaye kwamba nitapigwa picha na mimi ni yule ambaye kwamba ni imamu wa msikiti. Kuna mtu ambaye kwamba anaomba picha na mimi, sijui anamka wapi, ameambiwa ya kwa sijui hutma ya hii na hii. Sasa kusema ya kwa Hassan Ali Joho ndo alikuwa amemtuma sijui aende akafanya nini. Umeanza ya kofia haya kukutosha. Kabla hata hajakuwa waziri mulianza na kusema ya kwa sisi hatufai kwa sababu sisi si mashareholder. Sasa sijui kofia Hassan Ali Joho amvaa. Hata juzi mimi niliogopa nikamuuliza rais, ninavaa kofia na hii logo iliyokuwa hapa mbele ni emblem ya Mombasa, ni ile logo ya Mombasa, wanipa ruhusa? Anaambia wachana na ule jamaa nchizi. Mimi nilifanya wasiwasi, niliona ya nini, lakini akaniambia haya, ati ankula njugu. Sawa, awe ankula njugu, ankula kashata, ankula chapati, hata kama ambeba matobosha, ya kuhusu nini wewe? Sasa atio huyu ni mlanguzi wa madawa ya kulevya. Wewe ulipokuwa deputy president ulimshika nani katika hii? Nasikizeni niwaambie, mkiona mmoja wetu yafuatwa, mimi si yule ambaye kwamba nitaogopa. Si yule ambaye kwamba nitaogopa. Everyone else might keep quiet, akidhania ya kwa pengine sijui kura, pengine it is in their best interest hivi. Mimi nitaka na ukweli, kwa sababu mtu namjua undani wake, namjua alipo, namjua anzaliwa mtaa gani, najua dhiki ambayo kwamba walioipata, najua hali ambayo kwamba walokuweko paka kuwa wanazungusha mikate ya sinia. Hatufai sisi kwa Mwenyezi Mungu ameweza kujaribu kutufungua. Mungu amewajalia nyinyi peke yenu ndo anaweza kuwafungua. Hatufai ya kwa mtoto kutoka huku anaweza kuinuka na akawa waziri. Hafai ya kwa mtoto wa kipwani anaweza kutoka akawa anaweza kuzungumza na warais wa Kenya nzima. Hafai ya kwa mtoto wa kipwani ambaye kwamba umri wake si mtu mzima akatoka hapa na akaweza kutuwakilisha. Mpaka muwe mwatia kila aina ya dosari. Na mimi nawaambia tena, mimi Abdulswamad Sharif Nassir sticks with the truth, and the truth remains Hassan Ali Joho has never been convicted of drugs. Nyinyi mwamjua, na nyinyi wanalikoni kama hamtozungumza na kumtetea wenu, kesho hakuna yoyote mwingine atakayeweza kuinuka. Na mkitaka kujua haya vile alivyo, ni kwa sababu watu wamepima mwaka 2027 wa Pwani watakuwa na sauti yao. Yule ambaye kwamba yuko juu tujaribu kumdidimisha. Wake up. Maana yotupenda sana yule, sio? Yule ambaye kwamba kila la kwanza la pili mwenye kututukana sisi yotupenda sana. Na mkimuona mwenzenu anaingiliwa namna hii na mkanyamaza kimya hata mbele ya Mwenyezi Mungu, each and every one of you here is responsible. Please tell me, mimi naomba yoyote hapa aliyoko katika huu ukumbi, ni nani ambaye kwamba hajui Hassan Ali Joho ambaye kwamba aliyofanya kwa watu? Nyinyi hapa na wauliza. Sisi ni nani kunyamaza kimya wakati ndugu yetu mtu anamtia katika mdomo? No, we will not, my friend. We will defend our own. Tutakaa my friend, na mukiona ya kwa huu yatima basi ujue ana ndugu
ana mama wengine, ana makaka wengine, ana na wengine na wengine, na mkiona sauti ya Abdul Swamad ni moja. I speak on behalf of the millions of the people of Mombasa. We will back our own Hassan Ali Joho. Wewe ikiwa una ushahidi wowote, kwenda Interpol kama una ushahidi wowote ya kwa yeye ni nini, kwenda DCI kama una ushahidi wowote, nenda NIS, kwenda kokote kule, wacha hawa Kenya, nenda kwa polisi wote wa dunia. And my friend, wacha nikwambie, mimi unajua wakati mmoja huyu Hassan Ali Joho wakati mmoja alitoa katika vyombo vya habari, na nakumbuka lile funzo kwa sababu akiitwa na marehemu Sharif Nasiri akifundishwa, alikuwa ameudhika kwa sababu ametiwa katika habari ya kwa sijui yule anayetaka kugombea alifanywa hivi alifanywa, yani kwa muhimu alitajwa vibaya. Marehemu Sharif Nasiri akamwambia kuna yule ambaye kwamba yuko Kisumu alikuwa hajui mtu aitwa Hassan Ali Joho, leo yajua mtu aitwa Hassan Ali Joho. Kwa hivyo my brother Hassan Ali Joho, don't even get worried. Kuna mtu ambaye kwamba yuko katika sehemu remote katika hii dunia hajui mtu aitwa Hassan Ali Joho, leo yajua kuna mtu aitwa Hassan Ali Joho. And dunia itajua ya kwa Hassan Ali Joho has his brothers and sisters in this county, and we will protect our own from malign, from propaganda, because hitting at Hassan Ali Joho is hitting at the people of Mombasa. Don't insult our intelligence. Usikae ukatusi akili zetu bana. Wewe una ushahidi wote, kwenda polisi. Ama nasema urongo? Nenda Interpol. Wewe una shahidi, kwenda Interpol. Para nyingi. Ankula njugu za kuhusu nini? Unamnunulia wewe? Grow up man. Hii politics of nini malizike hii Kenya. Misha watu wasituletee bwana.